Usiku mmoja wa kawaida uligeuka kuwa mwanzo wa ukweli wa kutisha sana. Jin Sok alikuwa kijana wa kawaida tu, akiishi na familia yake kwa amani. Walihamia nyumba mpya wakidhani ni mwanzo mzuri wa maisha, lakini hawakujua kuwa nyumba ile ilikuwa imebeba siri nzito. Ndani ya nyumba kulikuwa na chumba kimoja kilichofungwa. Kila usiku, sauti za ajabu zilikuwa zinasikika kutoka humo, kama kuna kitu kilikuwa kinaishi ndani yake. Maisha yao yalibadilika kabisa siku ambayo kaka yake Jin Sok, Yu Sok, alitekwa nyara ghafla. Hakuna aliyefahamu nani alimchukua, wala sababu yake. Familia ilibaki kwenye hofu na maumivu. Siku zikaanza kuhesabiwa. Zilipita siku 19 za mateso na mashaka. Kisha siku moja, Yu Sok akarudi nyumbani. Lakini hakuwa yule yule tena. Kulikuwa na kitu kilibadilika ndani yake. Tabia zake zikawa tofauti, sauti yake, mienendo yake, hata macho yake hayakuwa na ule ukaribu wa zamani. Alianza kutoka usiku kimya kimya, kama mtu anayeficha siri nzito. Jin Sok alianza kuhisi kuwa kuna kitu kibaya kinaendelea. Shaka zikaanza kumtawala, na siku moja akaamua kumfuatilia kaka yake. Usiku ule ulikuwa wa giza na kimya. Mitaa ilikuwa tupu. Ndipo alipomwona Yu Sok akiingia kwenye gari pamoja na watu wasiojulikana. Hapo ndipo dunia yake ilianza kuporomoka. Kadri alivyofuatilia ukweli, ndivyo alivyoanza kugundua jambo la kutisha zaidi. Familia yake haikuwa familia yake. Nyumba aliyokuwa akiishi haikuwa yao. Hata jina lake halikuwa lake halisi. Jin Sok alikuwa akiishi maisha ya uongo. Miaka mingi iliyopita, alikuwa mtu tofauti kabisa. Maisha yake yalikuwa magumu. Umasikini ulimbananisha na alihitaji pesa kwa haraka sana. Ndipo alipofanya uamuzi mbaya zaidi wa maisha yake. Aliua familia nzima bila huruma. Lakini hakujua kuwa kulikuwa na mtu mmoja aliyenusurika. Mtoto mdogo ambaye alishuhudia kila kitu kilichotokea siku ile. Na mtoto huyo hakusahau. Miaka ilipita na alirudi. Hakurudi kama ndugu. Hakurudi kwa bahati mbaya. Alirudi kwa kisasi. Wakati ukweli ulipoanza kurudi kwenye kumbukumbu za Jin Sok, hakuwa na pa kukimbilia. Hakukuwa na mtu wa kumlaumu, kwa sababu ukweli ulikuwa wazi. Muuaji alikuwa yeye mwenyewe. Na wakati mwingine, kusahau inaweza kuwa baraka, lakini kukumbuka kunaweza kukuangamiza kabisa. Hii ni hadithi ya Forgotten, hadithi ya ukweli ambao haupaswi kurudi. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment Dio Median Halloween Sounds.